Dalili 8 zinazoashiria ya kwamba umeanza kuupoteza moto wako wa kiroho. Sasa leo nataka hatutaanzia kule. Hatutaanza kwenye hizo dalili 8. Kwa faida ya wale ambao hawakuwepo tulipoanza jana, tulilisoma andiko la kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4 kama andiko letu la msingi, lakini hatukuwa na nafasi ya kulifafanua. Lakini hilo lilitanguliwa na yale mambo 8 ambayo naomba kwa muda nilionao nisiyarudie tena, niende moja kwa moja kwenye kuangalia tunayotaka kujifunza tena leo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kitabu cha Injili ya Yohana tulichokisoma jana, mama asante sana mama mchungaji. Thank you very much. Asante kwa heshima na asante kwa kuniamini. Heshima hizi zimfikie baba mchungaji, yeye pamoja na baraza lake lote, kwa kunipa hii heshima ya kuzungumza na watumishi wa Mungu wa Makoka. Jamani nitikieni amen. Unajua unaweza ukasimama madhabahuni ukafikiri ni rahisi, lakini kuna vikao vimekaa na kuna maamuzi yamefanyika na kuna ndio na hapana. Kwa hiyo ukiona umesimama hapa umepata kibali. Na kanisa letu sasa lina wachungaji wengi, lakini hata mji huu tu wa Dar es Salaam una wachungaji wengi. Kwa hiyo ukiona umepata nafasi na heshima hii unamshukuru Mungu sana. Sasa nataka twende tukaangalie mambo machache. Andiko letu tulilolisoma jana linatoka kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4. Tuliisoma mistari 24 ambayo ilikuwa inatupa story, hadithi, inatusimulia safari ya Yesu kutoka Yerusalemu, mji wa Daudi, yalikokuwa makao makuu ya utawala au ya ufalme wa dola ya kusini, chini ya makabila mawili, Yuda pamoja na Benjamini, akiwa anaelekea Galilaya. Lakini akasema ni lazima nipite katikati ya Samaria. Sasa kitendo cha kupita katikati ya Samaria kilikuwa kinasababisha jambo ambalo kwa historia na kwa muda mrefu hawa makabila haya mawili, kumbuka walikuwa ni watu wa kabila moja, wote ni Wayahudi, wote ni Waisraeli, wote ni Waebrania, lakini sababu za kisiasa na sababu za kiroho of course ziliwasababisha wakabadilishwa utambulisho. Hawa waliokuwa wanaitwa dola ya kaskazini waliitwa dola ya kaskazini kwa sababu wamebadilishiwa utambulisho wao. Wamehama kutoka kwenye kuwa Wayahudi kama walivyokuwa original, sasa wanaitwa kwa jina la mji wao Samaria. Na hicho kikawasababisha wasiwe na mahusiano waliokuwa nayo zamani, mahusiano ya kuchangamana, mahusiano ya kula pamoja, mahusiano ya kufanya kazi pamoja. Maana sababu iliyowasababisha waanze kuonekana ni watu wa tofauti ilisababishwa na wao kuchukuliwa kupelekwa utumwani, utumwa wa Ashuru wa mwaka 722. Na walipopelekwa kwenye utumwa wa Ashuru, hapa kwenye utawala wao, kwenye mamlaka yao, wakaletwa wanaume wengine waliokuja kuwaoa wanawake wa Kiyahudi, wakasababisha kizazi kipya ambacho kilikuwa ni kizazi chotara, ambacho kikawapotezea hadhi ya kuitwa Wayahudi. Na hivyo hawa Wayahudi sasa waliokuwa wamebaki kwenye makabila yale mawili wakawatenga wao. Sasa wanapowatenga, Yesu anakuja. Yesu anazaliwa wakati huo, anaanza kuoperate, anaanza kufanya kazi wakati ambapo haya makabila mawili sasa, kumbuka lilikuwa moja, yamegawanyika yamekuwa mawili, hayana mahusiano. Sasa wanapokutana Yesu na huyu mwanamke Msamaria, maandiko yanaonyesha ule mjadala, ile dialogue ilipokuwa inafanyika. Yesu anamuomba maji huyu mwanamke. Huyu mwanamke anamwambia siwezi nikakupa maji. Sababu sio kwamba maji hayapo,
Sababu ni kwamba wewe na mimi au ninyi na sisi hatuna mahusiano, hatuchangamani. Yesu alianzisha ule mjadala wa kuomba maji, haikuwa ajenda ya maji. Ajenda ilikuwa ni kumpata huyu mwanamke na yeye pamoja na wengine, ili kuwafanya kuwa sehemu ya waabuduo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ni sawa na tunaandaa chakula hapa, tunawakaribisha watu wanakuja, tunakula, halafu tunawakaribisha wengine. Mubia wengine. Nia yetu ni kwa sababu kwa chakula. Nia yetu ni kwa mwisho wa siku watu hao wasikilize injili ya Yesu. Sasa Yesu anatambulisha, anafanya utambulisho wa ibada. Huyu mwanamke anamuoji, baada ya kuona Yesu anayajua maisha yake, anamuoji, anamwambia hapo wewe ni nabii. Kama Yesu anajua kama mimi ni nabii au si nabii, huyu mwanamke akaanza kueleza habari za ibada. Akasema nabii hata hivyo na sisi huwa tunaabudu. Yesu moyoni anasema hapo ndipo nilipotaka tufike, tuzungumze na kujadili juu ya ibada. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na mimi nataka kwenda hapo na tutaiangalia ibada, tunaita ibada ya kweli. Sasa sema ibada ya kweli. Sema tena ibada ya kweli. Unajua ukisikia neno ibada ya kweli, maana kuna ibada isiyo ya kweli. Kati ya vitu nilivyojifunza, palipo na ukweli pana uongo. Palipo na ibada ya kweli pana ibada isiyo ya kweli. Palipo na fedha halali pana fedha isiyo halali. Palipo na imani ya kweli pana imani potofu. Kwa nini leo Yesu anaongea? Sasa nataka tuangalie kuelekea kwenye ibada ya kweli. Lakini tuanze na mambo machache ambayo yatatusaidia kufika tunapotaka kufika. Tunaposema ibada tunamaanisha nini? Ibada ni nini? Ibada ni nini? Namba moja, ibada ni kiwango cha juu cha heshima. Ibada ni kiwango cha juu cha heshima ambacho anayeabudu anampa anayeabudu. Ibada ni kiwango cha juu cha heshima ambacho anayeabudu humpa au anampa anayeabudu. Namba mbili, ibada ni mwitikio. Ibada ni mwitikio wa ukuu wa yule anayeabudiwa. Ibada ni mwitikio wa ukuu wa yule anayeabudiwa. Ibada ni kiumbe. Ibada ni kiumbe. Tukisema kiumbe manake kilichoumbwa. Ibada ni kiumbe kumwitikia aliyekiumba. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Watu wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe. Sasa unajua mimi na wewe kama wanadamu, na kwa kuwa tunazo akili timamu, tuna ufahamu, ni rahisi tukiabudu kujua hapa tunaabudu. Na ni rahisi akiwa anaabudu mwingine, mimi na wewe tukasema yule anaabudu. Jamani, ni kweli sio kweli? Nisikilize vizuri sana. Lakini ukweli ni kwamba mimi na wewe wala hatuwezi kujua kama huyu anaabudu au haabudu. Hatuwezi. Lakini anayeweza kujua ni huyu anayeabudiwa. Na kama ndivyo, hata viumbe wengine inawezekana kuna vitu wanapovifanya vinaashiria wanaabudu.
ila kwa kuwa mimi na wewe hatuijui lugha, kwa hiyo tunaweza tusijue hapa wanafanya nini. Mungu atusaidie sana. Mungu ameumba viumbe wengi sana. Alipoviumba vile viumbe, na vyenyewe vina namna vinavyo respondi kwa huyu aliyeviumba, lakini namna yao ya kurespondi inawezekana mimi na wewe tusijue. Kanisa la Bwana, tuko pamoja? Sikiliza kakitu hapa. Unadhani huyu anafanya nini? Mimi na wewe hatuwezi kujua. Kuna wakati tunakia tu, kuna wakati tunafurahia sauti yake, kuna wakati anatukera. Lakini inawezekana kuna kitu anafanya. Jamani, naeleweka vizuri? Pale nyumbani kuna kandege fulani hivi. Aka kandege kameanza, of course katakuwa kameanza muda mrefu, ila sisi tumekagundua tangu mwaka jana. Aka kandege kana staili yake fulani hivi, kana kutanisha mabawa yake, utasikia papa 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 papa. Yani huwa natamani nikarekodi, na huwa kakipiga napata, mimi nasikia raha kweli. Mke wangu kwa mara ya kwanza aliniambia, hivi unasikia kwa kandege? Kwa hiyo siku hizi kakipiga tunasema asante. Yani tunafurahia kanachofanya. Hatujui kanafanya nini, ila yeye aliyekaumba anajua. Wanaonielewa semeni amina. Kanisa la Mungu, mnanielewa? Huyo tunamfahamu? Tunajua anachofanya? Hatujui. Hivi mimi najaribu kufikiria, hivi vipi kama inawezekana? Sijui, najaribu kuwaza tu. Inawezekana hicho alichokuwa anakifanya huyo ng'ombe, anasema ni nani kama wewe Bwana? Unakumbuka tulivyokubaliana jana? Unakumbuka eh? Ni nani kama wewe Jehova, kiongozi kama wewe ni nani, wa kuabudiwa kama wewe ni nani? Hakuna. Hallelujah. Hatujui anachofanya. Na hii je, sikiliza hii. Sikiliza hii. Huyo ni kiumbe gani? Naam? Ni nani huyo?
simba. Huyo ni simba huyo. Anaunguruma, hali ya hewa inabadilika, si ndio? Kwa waliowahi kumsikia kiunguruma, hata kama umebandika maji ya ugali, utakula, utalala kwa hiari. Yaani hautalazimishwa kulala njaa. Maana mfalme wa pori amefanya nini? Ameunguruma. Ni nani ajuae wakati anaunguruma, muunguruma wao sisi unatukera na unatutisha na unatusumbua. Pengine yeye anasema nimetembea pote pote na nimetafuta pote, hakuna. Mimi na wewe hatujui. Inawezekana ndio kiwango chake cha heshima anachompa Mungu wake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuabudu ni kiumbe kumuitikia muumbaji wake. Worship is a created being responding to the creator. Sasa response hiyo, huo mwitikio sio lazima uwe wa nyimbo. Naomba nielewe vizuri sana. Na ndio maana kuabudu sio kuimba. Huo mwitikio unaweza kawa ni wa sadaka. Yaani unataka kuitikia yale aliyokutendea Bwana, unasema no way, acha nimpe Bwana kitu kizuri. Unafungua wallet yako, unapeleka madhabahuni. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wa Mungu, nimesema jina la Bwana libarikiwe. Unaifungua baraka, unafungua ulichonacho mkononi. Yaani unajua kuna wakati kuna jambo linatendeka hapa, unajiuliza hivi naitikiaje? Unashangaa mtu anafungua wallet, sio saa ya sadaka, huyo anaenda kwenye chombo, anadondosha, anarudi, anaendelea na maisha. Praise wanapanda, kuna kitu kinaugusa moyo wake, anafungua wallet, anapeleka. Mhubiri anakuja, anashangaa kuna kitu kinamgusa. Jamani, unaona leo nisaidie kusema amen. Anachofanya huyu mtu anaitikia. Ndio maana tukizungumza kuabudu hatuzungumzi kuimba. Hatuzungumzi kuimba. Kuna mtu ameamua kumwabudu Bwana kwa kumjengea nyumba ya ibada. Kuna mtu anataka kumuonyesha Mungu anamheshimu. Anakuja hapa anamwambia baba mchungaji, rangi ya hili jengo, rangi yote ya hili jengo, naomba nipewe budget. Nataka nibadilishe jengo. Wapendwa, nitikieni amen. Nataka nibadilishe jengo. Anaacha watu mnaondoka, wanakuja mafundi usiku kucha. Tunarudi kwenye ibada ya kesho, hajadisturb chochote. Jengo limebadilika na ibada zinaendelea. Anamwambia Bwana, I worship you, na kuabudu kwa mali ulionipa, na kuabudu kwa kukutendea hili. Huo ni mwitikio. Nisaidie kusema mwitikio. Yes. Unajua mwitikio unaweza ukakufanya ufanye chochote. Unachoweza kufanya wewe naweza nisifanye mimi. Kwa hiyo hatuwezi kufanana kwenye mwitikio. Kila mtu kuna namna anavyoguswa na namna anavyoitikia na kiwango gani anaitikia. Kama ni utoaji ni mkubwa au mdogo kiwango gani. Maana kwa kanuni utoaji huwa unapima kiwango cha mapenzi ya anayetoa kwenda kwa anayempa. Huwa unapima ule moyo, huwa unapima ule upendo nilionao mimi kwa huyo ninayempa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akauombea sana. Si ndio? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu
akawapa maji ya mvua, akawapa maji ya bahari, akawapa maji ya ziwa, akawapa mito, akawapa chemichemi. Watakatifu wa makoka waseme amen. Na akafanyaje? Mwanawe Unagundua kiwango cha upendo wa Mungu kwa wetu sisi kilikuwa kina ustahili uhai wa mwanawe wa pekee. Ibrahimu akamuonyesha Mungu kwa kiwango gani na kupenda, akampa mwanawe wa pekee. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Kwa hiyo utoaji wetu sio lazima mtu aone kwenye chombo umeweka nini. No. Unayempa anaona, na yeye inamtosha kutafsiri, hivi ndivyo unavyonipenda, kwa hiyo hivi ndivyo unavyoniabudu. Praise the name of God. Kanisa la Mungu naeleweka vizuri eh? Namba 3. Namba 4. Sasa nimemaliza tafsiri. Naomba tuende kwenye kitu kingine. Tafsiri zimeisha, yani definition zimekwisha. Nataka tuangalie kitu kingine. Sasa tunapoabudu nini kinatokea? Tumeangalia kuabudu ni nini. Sasa tuangalie when we worship nini kinatokea? Nini ni matokeo ya kuabudu? Au tunapokuwa tunaabudu huwa tunafanya nini? Namba 1, kuabudu ndio njia pekee. Kuabudu ndio njia pekee inayomuonyesha tunayemwabudu ya kuwa tunamjua. Kuabudu ndio njia pekee, that's the only way, ambayo humuonyesha yule tunayemwabudu ya kwamba tunamjua. Akitaka kujua tunamjua, anaangalia kiwango chetu cha ibada. Waswahili wanasema asiye kujua hakuthamini, si ni kweli eh? Manake kama unamjua huyo, kumjua kwako kutakufanya umweke kwenye thamani anayostahili. Utamvalue sawasawa na kiwango alichonacho. Watu wa Mungu wanisaidie kusema amen. Mrs. Zani ni katibu wa jimbo wa idara ya WWK. Anaweza akapokea simu ya mkurugenzi mkuu wa idara, lakini awe hana namba yake na jina lisidisplay. Atasema tu bwana asifiwe, amen, habari yako, salama, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Atamuuliza anaongea na nani? Yule atasema mimi naitwa Faraja Hamuli, naomba nikwambie mudi ya Mrs. Zani itabadilika. Ni kweli sio kweli? Itabadilika. Unajua nini kinaibadilisha? Amejua naongea naye si mwanamke wa kawaida, naongea na mkurugenzi mkuu wa WWK taifa. Akitaka kujua, yule Faraja akitaka kujua, atasikiliza mudi na sauti itakavyoendelea kutoka baada ya kumjua. Jina la Bwana libarikiwe. Tukijua kwenye ibada hii anakuja mkuu wa mkoa, kuna namna mambo yatabadilika. Ni kweli sio kweli? Tukijua kwenye ibada hii anakuja askofu wa jimbo, jamani, ibada ya Alhamisi au ya Ijumaa tumtazamie nani? Askofu wetu wa jimbo anakuja. Wapendwa, kuna vitu vitabadilika. Hata mavazi yatabadilika. Hata wana praise watajipanga tofauti. Na yule anayekuja akitaka kujua ni kwa namna gani mnathamini mamlaka alionayo, atawaangalia mwitikio wenu kwake. Unajua kuna wakati tunaimba tu ninamjua
aliye mwamba, aliye nioko. Wakati tunaimba hivyo tunatafuna na Big G. Namjua aliye, akitucheki anaona wala hata mnijui. Wala hata mnijui. Mngenijua mngenithamini. Kuna namna mngefanya mambo. Kuna namna mngeni approach. Yani msinge pita mbele yangu mnanikanyaga kanyaga. Sio, unanielewa? Hivi unajua ukiwa na wageni wa heshima nyumbani, hata watoto huwa wanajua. Sura ya mama huwa ina change. Utaona mama anambia, "We." Yani maana yake nini? Usikatishe kuja huku. Kanaweza kakaja katoto, "Mama, mama." Mama anapitisha mkono kwa nyuma, anafinya. Yani anampa kimoja. Alafu mama unaona anaendelea mgeni, ndio mkaribu jamani. Yani haonyeshi kama kuna adhabu ameshatoa huko. Alafu atashughulika na huyu mtu baada ya mgeni kufanya nini? Mgeni kuondoka. Kuna jicho mama anakukata moja. Yani anaweza kukata jicho moja pop. Wewe mwenyewe ukaondoka na utakaa mahali hutarudi. Ninazungumza tunapomwabudu Mungu wetu. Jamani nitikieni amen. Naomba niwaambie kama kuna kitu Mungu ana miss hiyo heshima. Tumemchukulia kawaida sana. Yani mpaka kuna wakati anashangaa namna ambavyo tunaweweseka na mambo ya dunia. Namna ambavyo tunahangaika na wanadamu hawa. Leo nilikuwa naongea na mtu msomi wa chuo kikuu, amemaliza, amefanya na mambo mengine mengi. Ananiambia Mungu alisema na mimi nikiwa kidato cha 5. Akasema atanifanya kuwa mtu mkuu, ataniweka juu ya watu wote duniani. Huwa ninaisubiri hiyo tarehe ifike. Lakini nashangaa sizioni njia za kunipeleka kwenye hiyo tarehe. Nikamwambia naomba unipe tafsiri ya huo ukuu unaosubiri ni upi. Akasema nashangaa Mungu ni kama ananiita tu kufanya mambo yake, mambo ya madhabahu. Mimi nilikuwa najua nitakuwa mbunge, nilikuwa najua yani anajua njia ya kumpeleka kwenye ukuu ni kupitia siasa. Nikamwambia ndio maana umekosea, ndio maana mpaka leo hujioni huo ukuu ukiwa nao. Nikamwambia huu ukuu unaotafuta ni ukuu wa dunia hii. Mungu anataka akupeleke kwenye ukuu wake mwenyewe. Wanaonielewa semeni amina. Kwangu mimi kinachokifanya hapa, ninajiona ni mtu mkuu sana. Maana ninazalisha majiant watakao muabudu Bwana katika roho na kweli. Ndivyo ninavyojiona. Mimi sijui wewe unanionaje. Naomba niwaambie dunia imetafsiri ukuu kwa namna ya ajabu sana. Tunatafsiri ukuu kwa vitu vinavyoonekana kwa macho. Kuna mtu anataka ili awe mkuu lazima awe na kitu fulani ambacho watu wakikiona watachanganyikiwa. Anamiliki hiki. Ni msomi wa namna hii. Kumbe ana cheo. Kumbe ana duka kubwa. Kumbe anaendaga Ulaya. Naomba niwaambie hayo hayatoshi. Sio tafsiri sahihi ya ukuu nao Mungu anautaka kwetu. Ndugu zangu wa Makoka, nisaidieni kusema amina. Mungu anataka afike mahali aheshimiwe kwa kiwango cha juu, kama sio cha mwisho, ambacho hakuna mwanadamu mwingine anapewa isipokuwa yeye. Wanatoa mfano huu maeneo mengi. Aliponipigia simu Askofu Mkuu Dr. Barnabas Mtokambali kwa mara ya kwanza, nikiwa sina namba yake na hatujawahi kuongea mimi na yeye kwa simu, ndio nimeanza huduma ya kichungaji na ninajua hanijui kabisa. Simu ikaita, nikapokea. Halo, jambo mchungaji. Nikamwambia si jambo, habari yako bwana? Sasa simjui jamani. Kwa hiyo sasa nitahangaika kupeleka shikamoo, inawezekana na mzidi. Sijui unanielewa? Habari yako bwana? Akasema salama. Nikamwambia we nani? Akasema mimi naitwa mchungaji Barnabas Mtokambali. Nilitafuta mahali nikakaa. Nakumbuka nilisema neno naomba unisamee baba mara 8.
Baba naomba unisamehe baba. Baba naomba unisamehe. Baba samani, akaniambia Mwita tuendelea, hamna shida. Ulikuwa hujui unaongea na nani? Jamani, si ni kweli? Ulikuwa hujui unaongea kwa maneno mengine, sasa umejua. Behave. Hivi nafikiri kwa nini Mungu inamkera kuona tumeshamjua alafu hatumheshimu? Andika, utasoma hili mwenyewe. Tusome. Kwa nini usome mwenyewe? Naomba tusome. Twende kitabu cha Warumi sura ya kwanza. Naomba tusome hili andiko. Halikuwa kwenye mpango wangu. Hebu soma Warumi sura ya kwanza. Mstari wa kwanza. Naomba nianzie mstari wa 20. Sura ya kwanza mstari wa 20. Maandiko yanasema hivi, tumefika wote. Watu wa Mungu tumefika. Siwasikii. Tumefika, sema ndio. Kwanza wangapi mna Biblia? Nyanyua Biblia yako juu. Nyanyua Biblia, nyanyua Biblia, nyanyua Biblia, nyanyua Biblia, nyanyua Biblia, nyanyua Biblia. Asante sana. Haya, fungua tusome pamoja. Rudia maneno haya nyuma yangu. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakajinena kuwa wenye hekima, walipumbazika. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo. Kwa ajili ya hayo, zingatia maneno yanayofuata, kwa ajili ya hayo, tena kwa ajili ya hayo, Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Niangalieni nini kimetangulia. Anasema walipomjua. Soma mstari wa 21. Rudi mstari wa 21. Soma pamoja maneno hayo kwa nguvu. 1 2 twende. Walipofanya nini? Zingatia sana hilo neno. Yaani hawakukosea kwa kutokujua. Walikosea wakiwa wanafanya nini? Wanajua. Walipomjua Mungu ya kwamba ndiye Mungu, hawakumtukuza. Yaani hawakumheshimu anavyostahili. Badala yake mioyo yao ikatiwa giza. Anasema walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Hapa ni ujinga sio wa akili. Ujinga wa nini? Wa moyo. Mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Naomba nikwambie, kama kuna kitu Mungu anatamani kwetu, kwanza anataka tumjue yeye ni nani. Semina hizi zipo kwa lengo la kusaidiana mimi na wewe kuijua mamlaka ya Mungu aliye hai. Na anataka tukishajua, kuna kitu anatudai. Anatudai nini? Kiwango cha juu cha heshima. Na hiyo ndio inaitwa nini? Ibada. Jina la Bwana libarikiwe.
Nimesema jina la Bwana libarikiwe. Tuko sawa sawa? Twende mbele kidogo. Twende mbele kidogo. Kwa hiyo jambo la pili, ibada yetu itaishia pale ufahamu wetu juu ibada yetu itaishia pale ufahamu wetu na uelewa wetu juu ya Mungu wa kuabudiwa unapoishia. Kumbuka tunaangalia tunapoabudu nini kinatokea. Ibada yetu itaishia pale ambapo uelewa wetu na ufahamu wetu juu ya huyu Mungu wa kuabudiwa unapoishia. Kama tunamjua Mungu kuwa ni Mungu wa Jumapili tu, katikati ya wiki hatutampa heshima, hatutamwabudu. Kama tunamjua Mungu ni Mungu wa siku ya kufunga na kuomba, siku unakula utatenda dhambi, maana si Mungu huyo kwako, na wala haexist, haishi katikati ya hizo siku nyingine. Naomba niwaambie, Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu wa Jumapili ndiye Mungu wa Jumatatu. Wanaonielewa waseme amina. Unapokuja kwenye ibada ya Jumapili, ukija ibada ya Jumatano, unakuja kwa Mungu yule yule uliyemwabudu Jumapili. Mahangaiko uliyokuwa nayo Jumapili uwe nayo Jumatano. Mahangaiko uliyokuwa nayo wakati wa kufunga na kuomba uwe nayo wakati hujafunga na kuomba. Maana huyu Mungu tunayezungumza habari zake habadiliki. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Watu wa Mungu nisaidieni kusema amen. Nisaidie tena kusema amen. Namba tatu. Tunarejea kwenye andiko la Yohana 4:22. Tunaweza kujipiga kifua na kuambia watu, kwa nini tunaabudu? Ni kwa sababu tunaabudu tukijuacho. We worship what we know. Tunaabudu tunachokijua. Unapokutana na mtu kwenye ibada amenyanyua mikono, haangalii kulia, haangalii kushoto, machozi yanamtoka, ukimuona unaona hayuko kawaida, hayuko duniani, unagundua kuna anachojua na anachokifanya anakijua. Watumishi wa Mungu nisaidieni kusema amen. Daudi anamwambia mke wake Mikali, anamwambia sikuvua nguo zangu hazikuvuka mbele ya wale wanawake. Lile halikuwa lengo, na nataka nikuhakikishie wala sikuwaona na wala sikujua nani yuko mbele yangu, maana ilikuwa ni mbele za Bwana. Maana yake nilikuwa nayafanya, nilikuwa ninafanya kwa Mungu ninayemjua, na ujua ukuu alionao ni mkubwa kuliko wa kwangu. Ni kweli mimi ni mfalme wa taifa la Israeli, yeye ni mfalme wa wafalme wote. Naweza kuziheshimu itifaki nyingine zozote, lakini sio itifaki inapokuja kwenye agenda ya kumwabudu Mungu niliye naye. Ninamwabudu ninaye mjua. Andika Yohana 4:22. Kama umefika nisaidie kusoma hiyo Yohana 4:22. Nasemaje? Yohana sura 4 mstari wa 22. Ninyi mnaabudu msichokijua, ndio maana mnaabudu milimani. Haya maneno tunayaona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17. Andika hiyo, Matendo ya Mitume sura ya 17 kuanzia mstari wa 20 utaendelea. Utayakuta mstari wa 23. Matendo ya Mitume sura ya 17, Mtume Paulo anawaambia watu wa Athene, anawaambia nimetembea kwenye maeneo yenu ya ibada, nimeziona madhabahu zenu zimeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Maana yake ninyi mnamwabudu asiyejulikana, sisi tunamwabudu tunayemjua. Na nimekuja hapa kuwaletea habari za Mungu anayejulikana. Wanaonielewa nisaidieni kusema amen. Naomba niwaambie ndugu zangu wa Makoka, huyu Mungu tunayemwabudu anajulikana. Amesema kwenye Warumi
anaweza asijulikane kwa maneno, lakini anajulikana kwa matendo yake, anajulikana kwa aliyoyafanya. Yesu anamwambia Nikodemu, unaweza ukauona upepo, unaweza ukasikia upepo unavuma toka upande mmoja kwenda upande wa pili, lakini hutaona huo upepo ukoje, lakini utaona matokeo. Nyumba zinang'oka, miti inakatika, matawi yanaanguka. Unajua ndani ya ule upepo yuko mwenye nguvu, iko mamlaka. Wanaonielewa nisaidieni kusema amen. Huyu tunayemwabudu tunajua ametutendea nini. Amesamehe maisha yetu, ametusafisha dhambi zetu, ameponya magonjwa yetu, ametuondoa mahali fulani, ametuweka mahali fulani. Naomba nikwambie, tunaijua mamlaka alionayo. Hatuabudu tusichokijua, tunaabudu tukijuacho. Praise the name of God. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Naomba nikupe neno hili, linaweza likakusaidia. Huwezi kumuita Mungu mkuu kama hajakuonyesha matendo yake ya ukuu. Waswahili wanasema isifuye mvua imefanya nini? Manake kama haujanyeshewa na hiyo mvua, huwezi ukaeleza uzuri au ubaya wa mvua. Nilimuuliza swali mwalimu shuleni, nikakakuta ni nahau au ni methali? Ni methali, ni nahau. Aisifuye mvua. Nahau, eti aisifuye mvua imemnyea. Nikauliza maana yake nini? Akasema ukinyeshewa sawa sawa waweza kuisimulia kwamba ilikuwa ya mawe, yalikuwa manyunyu, ilikuwa nyingi au ilikuwa kidogo. Jina la Bwana libarikiwe. Na kuombea Bwana kuguse, uwe na neno kwa ajili yake kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakuombea Bwana kuonyesha yaliyo makuu, ili na wewe waambie wengine juu ya ukuu wake kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna mtu hajanielewa. Nasema ninakuombea wewe. Nasema nakuombea wewe, ili ya kwamba huyu aliye mkuu akuonyeshe ukuu wake, uwe na neno la kuambia wengine kwa jina la Yesu aliye hai. Kiona mtu ameshika microphone hapa anasema jamani na ushuhuda, unagundua kuna kitu ametendewa. Kuna mtu mwingine akifika hapa hata maneno yanakosa, unashangaa machozi yanatoka. Mwingine wala halii, mwingine halii, lakini mpaka anaharibu utaratibu wa ibada. Anasema tusimame, ninakapambio. Wewe sio saa ya pambio, unagundua kuna jambo ametendewa. Semeni amen. Kwa hiyo inategemea ametendewa nini. Anampa Bwana maneno ya ibada. Huwezi kumuita mkuu kama ukuu wake haujau experience. Bwana akupe kitu cha kuambia wengine, huyu Mungu ni Mungu mkuu. Kabla mwaka hujaisha upate ushuhuda kwa jina la Yesu. Namba 4, ibada ya kweli. Ibada ya kweli inawezekana baada ya kufika kiwango cha kumjua Mungu kuliko kitu kingine chochote. Ibada ya kweli itaanza au itafanyika pale ambapo kiwango changu mimi na wewe cha kumjua Mungu kitafika mahali pa kumjua yeye na kumpa thamani kuliko kitu kingine chochote. Yesu ni jina nipendalo, napenda kulitamka hilo. Jamani, tunakajua kwa wimbo? Tunakajua kwa wimbo? Hatukajui. Sawa. Haya, tutajifunza taratibu. Kwa kawaida watu huwa wanayasema wanayoyajua sana. Kwa kawaida watu huwasimulia watu wanaowajua sana. Wanaomjua Mungu humsema kila mahali. Hata wakijikwaa hawaiti mama, wanamuita yeye. Bwana
akupe kukijaza kinywa chako na yeye kwa yale atakayokutendea, kwa jina la Yesu aliye hai. Andika sehemu ya tatu. Andika sehemu ya tatu. Tunapoabudu tunatangaza juu ya mamlaka na uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Tunapoabudu, yani kuabudu ni kutangaza juu ya ufalme na uwepo wake maishani mwetu. Tunapoabudu, nirudie. Okay. Tunapoabudu ni sawa na kutoa tangazo. Yani mimi ukinisikia naanza Yesu tawala, Yesu tawala, wewe ni mfalme wa wafalme, Bwana Simba wa Yuda, Yesu tawala. Tunaweza kumwambia Mungu pamoja na sisi. Come on. Wewe mfalme Simba wa Yuda, Yesu ta. Nyanyua mkono mmoja juu, mwambie tena maneno haya. Yesu tawala, Yesu tawala, Bwana wewe mfalme Simba wa Yuda, Yesu tawala. Ni wewe wa kuabudiwa. Twende pamoja. Ni wewe Rudia tena. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, rudia tena, mwambie Bwana, ni wewe Bwana. Haleluya. Ni wewe Bwana, wa kupewa sifa. Unapofanya hivyo, unaiambia dunia, ninatangaza ufalme na ninatangaza uwepo wa Mungu katika maisha yangu. Maana yake iko mamlaka kubwa moja, uko ufalme mmoja unaotawala, na uko uwepo wake kila mahali katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini jambo jingine, tunapoabudu ni sawa na kusema kwa imani. Kwa imani na kwa neema tunaialika mbingu katika mioyo yetu. Tunapoabudu kwa imani na katika neema, tunaialika mbingu katika mioyo yetu.
na nikuiambia mbingu, niko hapa, naitambua mamlaka ya Mungu aliye hai. Ninatambua yuko Mungu mmoja tu, na submit chini ya mbingu, na submit, niko chini ya mamlaka hiyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jambo jingine, tunapoabudu ni sawa na kuambia na kuiambia mamlaka ya giza, ni sawa na kuiambia mamlaka ya giza, huna utawala mahali hapa. Ni sawa na kuiambia mamlaka ya giza, huna utawala, huna mamlaka, huna chako katika eneo hili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Tunapoabudu, jambo jingine, tunamuinua Kristo, tunauinua utawala wake juu ya hali zote katika maisha yetu. Tunapoabudu huwa tunamuinua Kristo, huwa tunauinua utawala wake katika hali zote juu ya maisha yetu. Unajua, tunaposifu huwa tunamwambia Mungu asante kwa ulioyatenda. Ndio maana ya kusifu. Kusifu ni kushukuru, ni kumwambia Mungu juu ya yale aliyotutendea. Lakini tunapoabudu, hatuabudu kwa kuwa tumetendewa, tunaabudu kwa kuwa anayeabudiwa anastahili kuabudiwa. Yaani sifa za yeye kuwa Mungu zinamtosha kuabudiwa hata kama kuna mambo hajatutendea. Wanaonielewa nisaidie kusema amen. Kwa hiyo tunapoabudu, ukiona tumenyanyua mikono yetu juu, ni kama kumwambia Kristo karibu, na kuinua wewe, na inua mamlaka yako dhidi ya hali zote katika ulimwengu wangu, katika maisha yangu, katika mapito yangu. Nimechagua kukuabudu wewe, wewe peke yako. Watumishi wa Bwana nisaidie kusema amen. Jambo jingine, tunapoabudu shukrani au kushukuru ndio mlango wetu wa kuingilia kwenye ibada. Shukrani ndio mlango wetu wa kuingilia kwenye ibada. Worship, giving, thanksgiving is our entry point. Tunapomshukuru Bwana, tunaingia kwenye mlango wa kumwabudu. Sisi tumeamua Jumapili hii kumwambia Mungu asante kwa kutupa mchungaji, kwa kutupa familia ya kichungaji, kwa kutupa baba na mama. Kwa mwaka mzima tumekaa nao. Tunapomwambia Mungu asante, tunafungua mlango wa kumwabudu Mungu wetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna mtu ananielewa anachoongea? Natamani hivi vitu tuvielewe, kwa sababu hivi vitu na sio lazima vifanywe na mkusanyiko na sisi wote. Vinaweza vikafanywa na mtu mmoja, vinaweza vikafanywa na familia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaposimama kumwambia Mungu asante kwa uliotutendea, tunakushukuru kwa uliotutendea, hiyo ndio entry point yetu. Hapo tumeingia kwenye mlango wa kumwabudu yeye. Praise the name of God. Yule mkoma anarudi akiwa peke yake, anamwambia nimerudi kukushukuru. Kule kushukuru kukamuongoza kwenye kuabudu, na akapata ambacho alikuwa hajapata alipokuwa ameponywa kwa mara ya kwanza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Come on, jina la Bwana libarikiwe sana. Tunapoabudu kuna vitu tunapata zaidi ambavyo tulikuwa navyo kabla. Tunapomwabudu Mungu, tunapomshukuru Mungu, tunapompa sadaka za shukurani, tunamwambia wewe ni wa thamani mno. Alafu tunasogea karibu naye zaidi. Jina la Bwana libarikiwe.
Come on, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapompa yeye sadaka zetu za shukrani, na ngoja niwaambie kitu, nimesema pale mwanzo, tunapompa Mungu sadaka zetu za shukrani huwa zinatuonyesha kwa Mungu ni kwa kiwango gani tunamthamini, ni kwa kiwango gani tunampenda. Praise the name of God. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Mwanamke mmoja aliamua kumshukuru Mungu, akamfanyia mchungaji surprise. Nilipenda ile surprise, na mimi naitamani. Na mimi naitamani ile surprise. Akamfuata mama mchungaji akamwambia, mama, Jumapili baada ya ibada naomba msirudi nyumbani, msipike. Kuna mahali tumewaandalia, mtapata kitimoto, mtapata ndizi za kukaanga, mtapata Pepsi baridi, watoto watapata chips nini. Kwa hiyo niombe msirudi nyumbani. Alafu naomba mnipe nafasi mimi nikafanya usafi nyumbani kwenu. Ila nitaomba mnipe dada niende naye nyumbani. Nitaomba mnipe ruhusa niingie vyumba vyote isipokuwa cha baba na mama. Mama akasema hakuna neno. Wakakubaliana. Baada ya ibada mama akakabidhi funguo kwa dada na yule mgeni, wakachukuana. Alichofanya huyu mama huyu mtoa shukrani, akawachukua akahakikisha amewadrop mahali ambako hiyo misosi inapatikana. Akawaacha mahali ambako watoto watabembea, yani watapotelea kwenye zile furaha mpaka usafi ufanye nini? Ukamilike. Nyie watu wa Makoka mnanielewa? Wakawa wanabembea watoto kule, na kuambia wanaimba tu, yani wamesahaulishwa matatizo yote. Wanakula, wanakunywa, ni raha. Dada akaenda nyumbani, akafika akaicheki nyumba, akafungua milango, akaingia, akacheki, akakagua vyumba vyote. Wakati huo alikuwa anakagua ili ajue wingi wa vyombo vilivyoko mle ndani. Akaita mafuso yakaja. Fuso ya kwanza ikapakia mzigo, fuso ya pili kaja ikapakia mzigo, vitu vyote akamaliza ndani. Makochi, vitanda, majiko, TV, meza, kila kitu kikabebwa. Sijui alivipeleka wapi. Akaenda furniture center, akanunua vitanda vipya, magodoro mapya, meza mpya, masofa mapya, majiko mapya, mafriji mapya. Akanunua kila kitu kipya, mpaka mazulia mapya, mpaka kale kadude ka hapa mlangoni kakukanyagia kameandikwaga nini aka welcome aka kadometi aka kanyaga ndio uingie wapi, na kenyewe kapya. Wanaonielewa sema amen. Ameenda kufanya nini? Usafi. Rema, huo usafi vipi? Acha kabisa. Bonge ya usafi. Kwa hiyo wanarudi, alipomaliza akahakikisha vitu vyote viko sawa, ila chumbani kwa baba hakuingia. Akapaweka akiba. Basi akamwambia dada, sasa dada ana raha, yani yule dada ana raha. Si ndio wa kwanza ameviona hivyo vitu, anatamani yeye wa kwanza kuwasimulia. Akaenda akamwambia mama na baba, usafi tumemaliza, jamani mmekula mmeshiba au mle kabisa na cha usiku. Kwa hiyo akawabeba akawarudisha wapi? Nyumbani. Yani ile wanafika tu mlangoni, cha kwanza wanashangaa cha mlangoni. Ile wanaangalia sofa sio zetu, saa za ukutani sio zetu, mapazia sio yetu. Yani mama akaanza baba, Yesu wewe ni mwema. Haleluya. Wapendwa, haleluya. Kuna mambo yanaleta nyimbo, unajua kuna mambo yanabadilisha vitu. Akabadilisha kabisa story ya ile familia. Siku ya kwanza story ni hayo mambo. Siku ya pili story ameleta mpaka zile henga za kuhang neti zile za mpya, neti mpya, yani kila kitu kipya. Hatari.
Bwana mlete huyo kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana mlete huyo kabla mwaka hujaisha kwa jina la Yesu aliye hai. Wangapi wanaelewa? Sema amina nzuri. Tunapomshukuru Bwana ni kumwambia Mungu, naingia kwenye mlango wa kukuabudu. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Tunapoabudu, jambo jingine, kuzimu na mapepo yake wanatetemeka na malaika mbinguni wanaungana na sisi katika ibada. Tunapoabudu, kuzimu na mapepo yake wanatetemeka, lakini malaika mbinguni wanaungana na sisi katika ibada. Jina la Bwana libarikiwe. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Kuna kawimbo kanasema na la lila come on. Mbona mjafuata masharti yale? Tunarudia tena na malaika. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi tunapoabudu na wao wanaabudu pamoja nasi. Wanaungana na sisi kumwabudu yeye aliye wa ajabu, aliye mtakatifu. Watumishi wa Bwana wanisaidie kusema amen. Watumishi wa Bwana wanisaidie kusema amen. Jambo la mwisho, tunapoabudu, mamlaka na ufalme wa mbingu, mamlaka na ufalme wa mbingu vinakuja kukaa na sisi. Vinakuja kukaa na sisi. When we worship God, kingdom dominion is established in our lives. Unashangaa maisha yako yamebadilika unapokuwa ni mtu wa ibada. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kanisa la Mungu, jina la Bwana libarikiwe. Sasa nataka twende kwenye kuziangalia sasa sifa. Nimekupa tu ni nini kinatokea tunapoabudu. Sasa tuziangalie sifa za huyu mtu anayepaswa kuwa mwabudu wa kweli, ambaye huyu anayejadiliwa ni mimi na wewe. Ni mimi na wewe. Huyu anayetakiwa kuwa mwabudu, na hasa mwabudu wa kweli. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikuba. Moyo wangu haleluya, ila sifa maserafi makerubi
Come on. Hallelujah. Maserafi, takatifu, Maserafi, oh, nyanyua mkono wako mmoja juu sasa. Come on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sifa ya kwanza ya mwabudu wa kweli. Sifa ya kwanza ya mwabudu wa kweli. Sifa ya kwanza ya mwabudu wa kweli. Ni lazima mtu huyu awe amejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hakuna ibada inayoitwa ibada kwa Mungu aliye hai isipokuwa anayeabudu awe amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama ni kigezo namba moja cha mtu kuitwa mwabudu wa kweli, ni lazima awe amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kama unanielewa nisaidie kusema amen. Tunapozungumza kujazwa Roho Mtakatifu, maana yake ni kupigwa muhuri. Roho Mtakatifu ni muhuri. Roho Mtakatifu ni utambulisho mpya. Maana yake unahama toka utambulisho wa kawaida kwenda utambulisho usio wa kawaida. Roho Mtakatifu ni kuongezewa thamani. Sijui kama unaandika hayo mambo. Yaani unaweza kuniuliza kwa nini nijazwe Roho? Kujazwa Roho ni kutiwa muhuri. Hakuna barua yenye itakayopokelewa, itakayopewa uzito isipokuwa barua ambayo ndani yake imepigwa muhuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kanisa la Mungu, jina la Bwana libarikiwe. Lakini namba mbili, Roho Mtakatifu ni utambulisho mpya. Roho Mtakatifu anakuondoa wewe kwenye kuwa Mkristo wa kawaida, unakwenda kuwa Mkristo asiye wa kawaida. Maana yake ukinyanyua mikono, haunyanyui mikono kama mtu mwingine wa kawaida, unanyanyua mikono kama mtu mwenye mahusiano na Mungu aliye hai. Praise the name of God. Watu wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapojazwa nguvu za Mungu, tunakuwa watu wengine. Maandiko yanatuambia Sauli akaambiwa nenda mpaka Gibea, na ukifika pale utawakuta watu. Anapewa maelekezo, utawakuta watu, utawaona watu wa aina hii, utawaona watu wa aina hii. Hawa watu ni watumishi wangu hawa. Nataka nikuombe, utafika pale utajazwa nguvu za Bwana. Na ukijazwa nguvu za Bwana utageuzwa wewe na kuwa mtu mwingine. Praise the name of God. Kanisa la Mungu, jina la Bwana libarikiwe. Unapojazwa nguvu za Mungu unageuzwa, unafanywa kuwa mtu mwingine. Ibada yako inageuka, thamani yako mbele za Mungu inabadilika. Bado mko na mimi?
kukutia moyo wewe ambaye hujajazwa nguvu za Mungu, jazwa Roho Mtakatifu. Nasema jazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Naomba tusome hili andiko moja. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Biblia inasema hivi. Naomba nianzie mstari wa 5. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema pamoja na mimi. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu. Come on. Nasema twende pamoja. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda, wenye tari, wenye kinubi, wenye filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Nani anayetugeuza kuwa watu wengine? Mbona mmeondoka ghafla? Nani anayetugeuza kuwa watu wengine? Roho Mtakatifu. Saidia kumshika mkono jirani yako, mwambie jazwa Roho Mtakatifu. Mwambie na upande wa pili, jazwa Roho Mtakatifu. Washike wote wawili sasa, waambie nawe utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Mwambie na ibada yako itakuwa na maana mbele za Mungu. Wanaonielewa waseme amen. Wanaonielewa waseme amen. Jina la Bwana libarikiwe. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Asante. Naomba tuishie hapo. Naomba usimame, tutaendelea kesho. Naomba niruhusu niombe na wewe kidogo leo. Kama tukaisogeza hivi. Niombe tusogee wote hapa mbele. Mwambie Bwana, unaweza Bwana. Hallelujah. Wewe Bwana.
yote miwili juu. Sema maneno haya pamoja na mimi. Inua tu mikono yako. Asante Bwana Yesu. Asante kwa neno lako. Jioni hii ya leo nimekusikia tena. Asante kwa kunikumbusha ya kwamba mimi ni kiumbe wa ibada. Uliniumba mimi ni kuabudu wewe. Mimi ni wakala wa ibada. Jioni hii ya leo ninaamua tena kurejea kwenye nafasi yangu. Katika jina la Yesu ninaitaka ibada, na yataka maisha ya ibada. Kwa jina la Yesu aliye hai, kila dalili mbaya iliyoiba ibada yangu ninaikataa tangu leo, na kuanzia leo navunja mapatano, navunja maagano yote niliyoingia, ama kwa kujua ama kwa kutokujua, yaliyoiharibu ibada yangu. Ninajikabidhi mbele zako ili nikakuabudu wewe. Pokea ibada yangu, kubali ibada yangu ninayokupa Bwana, maana mimi ni wako na wewe tu unastahili. Kwa jina la Yesu aliye hai, ule moyo mzito usiokubali ibada, ule moyo wa jiwe usiokubali kugeuzwa, ninaukataa kuanzia leo. Geuza moyo wangu, badilisha nia yangu, nipe mwanzo mpya ninapoendelea kukuabudu wewe, katika jina la Yesu. Inua kinywa chako, mwambie Bwana maneno yako sasa.